hatimaye nimeshatimiza hitaji la moyo wako. Swala ambalo uliniambia, nimekaa chini, nimelifikiria kwa kina, nimelifanyia kazi. Nilienda kwa mshenga kule, nikaongea naye, nikamgailishia, nikamwambia asipeleke barua tena kwa kina Zaituni. Nikamwambia andike barua nyingine apeleke kwa kina Mzee Mbaga kule kwa kina Nyamtambo. Lakini majibu ambayo aliniletea amenifurahisha kwa kweli mkubwa. Kwa sababu ni mwanamke ambaye kwa maelezo yake ni mwanamke ambaye ana busara, mwenye hekima na ni mkarimu sana. Kwa hiyo yote inanifanya niamini kwamba mama yangu wewe ni mlemavu wa macho, lakini kumbe unaona. Nakushukuru sana kwa maamuzi yako ambayo umechukua. Pecha mwanangu, mimi ni mzazi na ni wa kwanza kuliona jua. Hivyo basi, nimefurahi sana na ile sehemu nilikuchagulia ni sehemu sahihi. Na sihitaji uipoteze bahati hiyo katika maisha yako. Umenielewa baba? Nimekuelewa mama. Basi bi mkubwa, kikubwa hapa ni kuomba Mungu siku ziende, tusiumwe, maana sisi ni binadamu. Jambo lipite salama. Kwa sababu hata hivyo mimi mwenyewe karibuni hapa nataka nisafiri, niende kazini, lakini siwezi kusafiri nikakuacha tena katika hali hii. Lazima nifanye hii ili mradi mkweo wenye mtambo afike hapa kwa wakati ili nikuache naye. Sawa baba. Na mimi nakuahidi hiyo siku ya shughuli yako, japokuwa na hali hii nilokuwa nayo, nitakuwepo na nitasherehekea, ambayo ndo siku nilikuwa naisubiri sana ndani ya maisha yangu. Basi sawa mama, mimi naona kikao kishi hapa. Vipi lakini umekula? Mwanangu, hata hamu ya kula ninayo. Kuletee soda au maji? Maji tu yananitosha mwanangu. Yaani fulani nilokuwa nayo uwezi fulani, sijui nikwambieje. Basi hamna shida, ngoja nikakuchukulie. Haya mwanangu. Nilompenda mama mtaki tena, alompenda mama mtaki mimi. Kila siku michepuko kwa simu na